Waona ananua miogo anafikiri kuwa maisha yao ni magumu. Nipo kwa jamaa hapa Kamanda. Mambo vipi? Safi tu. Mbona kama vile umevaa mzula vile uelewe au? Amna unajua life mwanangu. Maisha yamefanyaje? Maisha yamenipiga shit. Kwa hiyo ni kweli ambacho kinazungumzika. Ni kweli kabisa. Yaani ni reality. Nini ambacho kinasababisha? Yaani kinachosababisha kwanza kuna wale wanaita kama vile mikumbo, kuna baadhi ya wanachuo unakuta wametokea kwenye familia kidogo haziko vizuri kiuchumi, lakini wakija huku wanataka yani kama mkane kama vile ni watu wazi fulani hivi. Unakuta mwingine labda anazima nguo. Yaani nafikia watu hadi wanazima nguo. Wanazima nguo. Imradi tu aje yani afanye kama vile miosho. Kwa kile ndo kinafanya nyinyi mnakuwa na maisha magumu. Ndio hivyo. Yaani unakuta mtu uta fake life paka lini? Ipo siku. Tusiende huko. Vipi ulishawahi kuzima nguo? Kwa upande wangu kwa hapa chuoni bado sijawahi. Hivi hii ipoje kwa upande wa mwanaume kuazima nguo? Acha kwanza yani unakuwa vile haupo comfortable kwanza. Kitu cha mtu unajua zile pale anaweza kakichana au kakiharibu. Alafu kija kupeleka kwa mwenye nacho akaanza kuambia vipi unajua zile pale kuna hali fulani hivi kidogo inakuwa bana, hayo ni maneno ya kijana mwenye mzula anasema sio vizuri sana kuazima nguo. Nipo na wanamuita Kasongo yeye. Mbona wewe? Bwana Kasongo na Katalama Luxury bosi babu kubwa. Vipi? Mambo vipi lakini? Kama kwema. Uzima upo? Uzima upo. Vipi kuhusiana na hiki ambacho kinazungumzika mtaani na nyie mkiwa kama ni vijana? Hii ipoje kwamba ni kweli wanachuo wengi ndio wanaishi maisha magumu? Of course kwamba kwenye swala la kuishi maisha magumu ni kweli. Tunaishi maisha magumu sana. Hii inakuwa wale ambao wanapokea boom na wale ambao hawapokei boom. Kwa maana wale ambao na diploma certificate. Kwa sababu mimi naona kwamba wale ambao wako diploma na certificate ndio wanapata sana hii asali ya kuishi na maisha magumu sana, kwa sababu wanakuwa wanategemea sana wazazi. Muda mwingine tunapojua sisi maisha ya Kiafrika tunatoka kwenye familia ambazo zina uchumi wa kati, unaona. Kwa tafsiri hiyo bwana Katalama ni kwamba ambao wale hawapokei boom wale ndo sasa wanaongoza kuishi maisha magumu. Of course ndo wanaishi maisha magumu sana kwa hapa chuo ninavyoona mimi. Pia kitu kingine kinachotupelekea muda mwingine tunakuwa sisi wenyewe tena wanachuo tena. Unajua kwa nini? Unajua kwa nini? Wanachuo wengi au vijana wengi sasa hivi wamejiingiza kwenye masuala ya kubeti haya. Akipata kitu kidogo anaingiza mkeka. Ndio niliwahi kusikia kwamba una beti jelo unataka upate milioni 10. Na hiyo sidhani kama inawezekana, of course. Sijui kama inawezekana. Eti mwindi hivi ni babako anakupa hapo sasa anakuwa milioni 10. Na hicho ndo chanzo cha wanachuo wengi kuishi maisha duni kabisa haya. Bwana huyo ni Katalama anasema chanzo cha wanachuo wengi kuishi maisha magumu ni kwa sababu wanajiingiza kwenye mambo ambayo sio ya msingi. Yaani sio kile ambacho kimewaleta chuoni. Nije kwa Kasongo yeye mwamba kweli kweli. Mbona wewe? Jamaa wewe ni mrefu. Kasongo mwenyewe. Inaonekana wewe ndio wakunza kuumbwa ni. Wakati Mungu anagawa urefu kuna watu walikimbia bwana. Kwa hiyo sisi ndio tulikimbia. Mlikimbia wakati Mungu anagawa urefu. Sasa mlikimbia. Bwana Kasongo yeye, nini ambacho kinawafanya vijana wengi waishi maisha magumu hapa chuoni? Wengi wao bwana wana fake life. Ukiachana na mahusiano, fake life. Mtu ana mtazamaji wa Sebe TV anatamani kujua fake life maana yake nini? Nafikiri watu wengi wanafahamu ukimwambia mtu kitu fake. Sasa kuna vile vitu fake ambao sio uhalisia. Maisha sio uhalisia wao. Unajua kama mtu labda tuseme mimi mfano nimetokea hapa familia yetu ni duni, afu nimekuja hapa chuoni. Unajua kuna ile percent wazazi wanakutumia ile ya kutumia ukiwa chuoni. Labda tuseme unaishi hostel, maybe umepanga umepanga zako chumba au unaishi hivyo hostel. Mzazi anakutumia pesa, labda wewe unatumia 10,000 utumie kwa siku labda 4. Umeona? Au 5. Ina maana kwa siku utumie shilingi 2,000. Kwa hiyo kwamba wanaishi kulingana nje ya uwezo wao wanachuo. Unakuta sasa mtu umetumia 10,000 utumie siku 5, mwenzio ametumia 50 atumie siku 5. Unataka uishi maisha yule anayeishi na 50. Kwa hiyo kumbe hii ipo kwamba kwa sababu wewe kila siku unakula chakula cha au kwenye mgao wa 10,000. Na mimi kwa sababu nakuona wewe ni rafiki yangu na mimi naenda wakati sina kipato hiko. Wapo wanafuata mkumbo. Na wewe hivi turudi hapa. Vipi wewe kwenye hilo ipo? Mimi kwa kweli hilo hapana. Mimi nakula kulingana na uwezo wangu. Mbuzi anakula kulingana na urefu wa kamba.
Unajua mimi siwezi nikala pizza kati na uwezo wa ugali full mzee. Na miogo nasikia ndio wanakula kwa wingi. Miogo sana wanachuo sasa wa dada wanawake wanakula sana miogo. Hiyo wanaume mnakula nini? Sambusa au? Sisi wanaume bana. Most of us tunakula sana jioni. Mchana ile huwa tunakuwa tumefunga. Tunakuwa wana Israeli. Eti mnasema siku hizi eti mna diet. Tuna balance diet. Na wengi wao wanabeti. Bwana, hayo ni maneno ya vijana wanasema siku hizi kula mlo mmoja wana balance diet. Kumbe ni level ya kiuchumi ambayo inasababisha waishi maisha hayo. Hii ni Celebule TV kutoka hapa katika chuo kikuu cha Mtakatifu Agostino, ambapo leo tulikuwa tunazungumza na vijana watuambie kile ambacho kinawafanya wanaishi maisha magumu. Mimi sina la ziada. Nyuma ya kamera yupo James na mimi ni Celebule Baraka. Asante.